Habari zenu, kwa majina naitwa Patience Wanjiru, natoka katika kanisa la Ngatata Ek Field ya South Nairobi Kajiado Field. Leo marafiki zangu, nakuja kuwaletea hadithi moja katika Biblia. Hadithi moja ya mtu mmoja mfupi ambaye alikuwa anaitwa Zakayo. Ambaye mtu huyo alikuwa mfupi na jina lake alikuwa anaitwa Zakayo. Zakayo alikuwa mtoza ushuru. Alikuwa akipita kila mahali akiokota pesa. Venye alikuwa anaokota pesa, alikuwa anapita akikusanya mapato. Kama alikuwa anakusanya 100, huwa alikuwa anaongezea pesa yake juu. Alikuwa anaenda nyumbani anaweka kwa ile kopo yake ya kuweka pesa. Venye alikuwa anaweka hapo kila siku, hiyo ndio ilikuwa tabia zake. Siku moja akasikia Yesu anapita. Venye alikuwa anasikia Yesu anapita, akasema leo natamani kumuona Yesu. Venye alisema leo natamani kumuona Yesu, akakimbia mbio akapanda mkuyu. Akapanda mti kubwa refu, ilikuwa inaitwa mkuyu. Akapanda na hiyo mti huwa inakuwa na matawi mingi na huwa inakuwa na branches mingi. Akapanda, akakaa mahali, akasema hapa ndio pazuri pa kujificha nimuone huyo Yesu. Alikuwa anasikia watu wakisema Yesu anaponya, Yesu anafufua. Akasema leo natamani kumuona huyo Yesu. Wenye alikuwa anasema leo natamani kumuona huyo Yesu, akapanda mti wa mkuyu. Akapanda, akafika. Akamuona Yesu kwa umbali. Akatembea, akamwona Yesu kwa umbali akikuja. Akamwona Yesu akipita kwa umbali kwa njia. Akakuja, Yesu akaendelea kusongea. Yesu akaangalia juu mbinguni, akasema Mungu saidia tu Zakayo nimekuja kumpatia wokovu katika maisha yake, msaidie. Akaomba venye tu, akaangalia mti wa mkuyu, akamwambia Zakayo, shuka chini kwa sababu leo naenda nyumbani mwako. Zakayo akashangaa, anawezaje asema hivyo na mimi ni mwenye dhambi? Akashuka akaenda. Venye amefika nyumbani akamwambia Mungu watu akaanza kusema akiwa hapo kwa crowd, akaanza kumwambia kwani huyu Mungu anakaaje? Mbona anawezaje ongea na mtu mwenye dhambi? Na Mungu alisema anachukia dhambi. Mungu akasema nimekuja kutafuta wale waliopotea. Wakaenda kwa nyumbani mwa Zakayo. Venye alienda kwa nyumbani mwa Zakayo, Yesu akamwambia Zakayo, nimekuja kupatia wokovu kwa nyumba yako. Akasema nitarudishia wale maskini pesa zangu zote. Kama nilikuibia pesa mingi, nitakuongezea mara 2. Watu wakafurahi na wakarudishiwa. Hiki somo kinatufundisha kwamba hata kama tusije tukachukua mali za watu tukiongezea eti tunajiwekea, badala ya kuweka. Kama umeambiwa uchukue ushuru kwa isilia 100, unaenda unachukua 200, haiwezekani. Hivyo ni vibaya, na Mungu anasema uchukue ambayo umeambiwa, usichukue opposite. Na mwalimu wangu hapa, nitamuuliza amejifundisha nini katika kisa chetu cha leo. Mwalimu, nadhani umenisikiliza kwa makini. Nimekusikiza kwa makini sana rafiki yangu pia. Naomba basi sasa ujibu swali yangu. Swali gani? Umejifundisha katika kisa hiki, umejifundisha nini? Okay. Marafiki zangu wa Kenya wanasema umejifundisha, lakini siku leo tunasema umejifunza nini? Okay, lakini nimekuelewa. Mimi katika kisa ulichokuwa umekielezea nimekusikiliza vizuri sana. Mimi ni rafiki yenu Mwalimu Eli Mchomvu. Nilichokielewa katika kisa cha rafiki yangu pia hapa ni kwamba Yesu habagui. Hata kama ulikuwa mdhambi, una moyo wa kusahau na kuacha tabia mbaya, Mungu anakusamehe. Kwa Yesu alimsamehe yule Zakayo, hakumhesabia makosa. Lakini pia kitu kingine, kama ulivyosema, tunapotimiza majukumu yetu tusionee watu wengine.
Hilo ni jambo jema. Lakini kitu kingine ambacho nimejifunza kwa leo, tusiwaone watu ni wabaya, wasiofaa. Eti watu wanasema huyu anaendaje katika nyumba ya mdhambi? Wote sisi ni wadhambi. Kwa hiyo tunapoona wenzetu fulani tunaona ni wadhambi, tusiwasonde vidole, kwa sababu wote sisi ni wadhambi, tunahitaji tu neema ya Yesu. Nimejibu vizuri swali lako? Ndio. Basi asante rafiki yangu P kutoka hapa Gatataike, South Nairobi, Kajiado Field. Tunawaaga marafiki zetu, tuwaage bye. Kwa heri. Bye bye.